Lakini wewe utakapokutoa hukumu katika wizara ya elimu ndani ya nchi hii yetu, ukajifanya wewe ndio bora kuliko yule waziri wa elimu, huenda ukatukuliwa sheria katika mfumo wa kukeuka maadili ya wizara ya elimu, kutoa maneno yako ambao yamekeuka maadili ya nchi ama maadili ya katiba. Ndani ya nyumba yako una sheria zako, hukubali mtu azungumze jambo ambalo ni kinyume na sheria zako katika nyumba yako, ama avunje sheria. Kila pahali pamewekwa mikakati ya kuwa huwezi kufanya jambo lolote ila kwa yule anastahiki. Hatuwezi kuingilia masala ya atibba, masala ya utabibu, udaktari. Kwa nini hatuwezi kuingilia? Kwa sababu twajua tukiingilia sisi si pahala petu. Vile vile wakadhalika injinia, huwezi kuingia masala injinia kwa sababu si masala yako, kwa sababu wajua hapa mimi siwezi kujua taaluma za injinia, wakadhalika. Lakini masala ya dini kila mmoja ni mjuzi. Leo yoyote hutumia rai yake. Mtu atakwambia kiakili tu, hata mambo ya sheria, hata wanazuoni, hata hadithi, kiakili tu hili jambo bwana ni namna hii. Wewe ulimpata wapi hukumu hiyo? Kutumia akili yako. Ikiwa wanazuoni hawakutumia akili zao kwa rai zao tu tupu, walifanya istinbat katika masala min kitabillahi wa sunnati rasulillah, ndio akatoa hukumu. Wewe leo ati kiakili, akili yako ni yafanya nini katika dini? Wewe akili yako yenyewe haiwezi kukusaidia kukuongoza wewe, utaweza kuongoza dini? Ndio mashakili yaliyoko katika dini. Na ndio utaona katika wanazuoni waliweza kupambanua katika masaili kama haya na kuacha kutoa fatwa pasina elimu na kuthibitisha na kuwa na itiqani katika masala ya sheria ama katika dini, bali walikuwa wakuheshimu elimu na kuthibitisha maneno katika yale wanazungumza na ahkami zake, na waadamul khawdhi fima la ya'lamuna, na wakaacha kuvama katika mambo ambao hawayajui, wakaacha. Lakini leo sisi tumekuwa hatujali chochote. Bal ulama kad kana salafu ridwanullahi alayhim yataharrauna as-sidqa, walikuwa wakijipotolea kwenye ukweli zaidi kuangalia yale masala, wayakhafuna Allah fi fatawahum, na wakimwogopa Mwenyezi Mungu katika kutoa fatwa zao. Fala yaquluna fi dini Allahi bighairi ilmi, walikuwa hawasemi katika dini ya Mwenyezi Mungu pasi na elimu. Kwa neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Hakuna sheria kuzungumza mambo ambao ma laysa laka bihi ilmu, ambao una elimu nao. Kwa sababu gani? Inna sama, hakika masikilizi ambao ulonao ulosikia, walbasara, na macho ambao ulonao ambao waona ukatafasiri, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yote hayo, moyo, macho, masikio, yote ni masuulia. Ndio wanazuoni wakaogopa masuulia kama haya, wakawa wenye kuacha. Mwenyezi Mungu atuambie katika aya nyingine katika suratul A'raf aya 33, kanatuambia antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Haifai kusema maneno, kumsemea Mungu maneno ambayo wewe huyajui katika dini, haifai. Mwenyezi Mungu atuonyesha namna hiyo. Bal salafuna salih, laqad kana salafu ya'udduna alqawla fi dini Allahi min a'zami al-amanat. Bal salafuna salih walikuwa kihisabu neno kumsemea Mungu ama kuisemea dini
ni katika ukubwa wa amana kubwa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Wa kana ahaduhum yus'alu an mas'alatin, na huwa ikawa kwamba mmoja katika wao huulizwa suala katika masala fulani, fayaskut, akanyamaza, tawilan, tena kwa kurefu, akafikiria, thumma yaqulu Allahu a'lam, kisha akasema Allahu a'lam, sijui. Akaulizwa suala akanyamaza kwa muda mrefu, mwenye kuuliza asubiri jawabu kwamba atapata jawabu ambalo litamkinaisha, kisha baadaye katika ule salafu na saleh akawa mwenye kutoa jawabu Allahu a'lam, Mungu ndo ajuae. Na haya yamepokewa, yurwa imepokewa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, imepokewa kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu asema, man afta an-nasa fi kulli ma yus'alu fahuwa majnun. Man afta an-nasa, mwenye kuwafutia watu masala, fi kulli ma yusalu, kila analoulizwa yeye naam, ndio. Akiulizwa swala, masala talaka, ndio. Akiulizwa masala swala, ndio. Akiulizwa masala yote hana la, ni naam, fahuwa majnun, mwandazimu. Hakuna mwanachuoni hata mmoja katika tarikhi iliyotokea alojibu masala yote moja kwa moja kitarikhi. Huyu ni mwandazimu moja kwa moja, kampimeni akili, mumwangalie akili yake. Labda pengine amevurugika katika kusoma kwake, amelepuka, ama pengine ana vitu hutumia huyo, akili yake si mzuri. Man afta nasa, mwenye kufutu watu masala akahufutu, fi kulli ma yusalu, kila analoulizwa yeye naam kadha kadha kadha, naam kadha kadha, fa huwa majnun, mwandazimu. Kwa hivyo yoyote hicho mkipimo, ukimwona mtu ameingia katika masala ya sheria katika dini, akaulizwa masala akahujibu tu, hata moja aseme hata nikaangalie, mpimeni, mwangalieni akili yake, huenda kama mwandazimu. Abdullah ibn Mas'ud atupa kipimo kama hicho. Al-Imamu Malik bin Anas akiitwa Imamu Darul Hijra, kana Imamu Malik bin Anas Imamu Darul Hijra yus'alu an 40 mas'ala, aliulizwa mas'ala 40. Mas'ala mangapi? 40. Fayujibu an 4 faqat, akajibu mas'ala 4 peke yake. Mas'ala 40 kwa 4. Huni mwanachuoni gani kwa zama zetu hizi? Leo umeketi kwenye darasa ulizwa mas'ala 40 kisha ujibu 2 ama 3 ama 4, wallahi hukumu itakayotolewa kwa watazamaji wanaosikiliza nje ya idhaa ama media, na walioko katika msikiti na walioko ambao hawajasikiliza, wote wakipata habari watakuhukumu huyu ni debe tupu, hana kitu. Kwa nini? Yule hana chochote katika fikihi, kwa sababu amejibu masala 4. Lakini alimamu Malik bin Anas ni Darul Hijra, Imamu Darul Hijra, ni mtu alikuwa akitegemewa, bali wanazuoni wakisema la yufta wa Malikum fil Madina, hakuna mtu atoe fatwa na Malik uko katika mji wa Madina. Ilikuwa watu wanavyoheshimu al-Imamu Malik, wanavyomheshimu katika fatwa, hakuna ruhusa. Leo aulizwa masala 40 ajibu mangapi? 4. Wayaqulu fil baqiya, asema katika yaliyobakia, la adri, sijui. Kusema sijui si aibu. Falamma qila lahu, alipoambiwa ya Abdullah, naraka takulu la adri kathiran, tukuona wewe wasema sana la adri kuliko kusema naam. Kwa nini? Qala, akasema man qala la adri faqad afta. Sikilizeni kauli mzuri hiyo, man qala la adri faqad afta, mwenye kusema sijui ho ameshatoa fatwa. Fatwa ni sampuli 2, ieleweke.
fatwa kuna kumwambia mtu na haya masala haya ni namna kadhaa, yatapatikana kwenye kitabu kadhaa, mwanachuoni fulani amesema kadhaa, mtume amesema kadhaa, Mwenyezi Mungu amesema kadhaa. Lakini kwa upande wa pili, mtu ambaye anakuambia la adri, amekupa fatwa, amekwambia mimi sijui, tayari ni fatwa kule kutojua. Na wengine katika baadhi ya kauli wasema mwenye kusema la adri, man qala la adri fa huwa nisfu al-ilmi, ni katika nusu ya elimu kusema la adri. Kwa sababu gani? Utafuatiliza masala na upate itqani na tathbiti katika masala, ndio upate kujua. Lakini ukisema mimi najua, huwezi kujua. Huu ni Imamu nani? Malik. Lilasif au lilasaf, masikitiko makubwa, fi zamanina hadha, katika zama zetu hizi tulonazo, kathira man yatakallamu fi dinillah, wingi wazungumza kutokamana na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila ilmin, pasina elimu. Mtu jitokeza kasema hiyo yafaa tu bana, fanya tu. Fayufti an-nasa fi umurin adhimatin wa huwa lam yadrus, akatoa fatwa, kuwapa fatwa watu mambo yaliokuwa makubwa katika sheria, mambo ya dini, na yeye hakujifundisha maisha yake masala kama hayo. Wa rubbama lam yaqra fiha shay'an, na huenda hakusoma chochote, maskini debe tupu, lakini yeye ameona watu toa fatwa na yeye ataka kutoa fatwa. Wa hadha khilafu ma kana alayhi salaf, haya ilikuwa ni kinyume na wale waliokuwa salafu na salih waliopita, alladhina kanu, walikuwa la yatakallamuna, hawazungumzi chochote, hatta yuhitu bil ilmi wa ya'rifu maalati alqawli wal hikam au alhukmi, mpaka wazunguke katika elimu, wavame, waangalie kwa nini kumezungumzwa hivi, na wajue mategemeo ya maneno na hukumu, ndio watoe fatwa. Hawa ndio walikuwa salafu na salih. Wa min aqwali sahaba wa tabi'ina wa salaf, na miongoni mwa maneno ya sahaba na tabi'ina na salaf, kauli ya kwanza ni ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wakati mmoja Abdullah ibn Mas'ud alisimama akiwaambia watu, ayuha nnas, enyi watu, man alima shay'an falyaqul bihi, mwenye kujua chochote katika dini aseme. Si maana tujue, kuna kujua na kufahamu. Waweza kwamba umehifadhi kitu lakini ukijui mafumu yake. Man alima shay'an, mwenye kujua kitu, falyaqul bihi, akiseme, kwa sababu ni kubalighisha. Umejua kwamba mtume atuambia nini? Atuambia kwamba siku ya Ijumaa mutie manukato, muvae mavazi mazuri, mwende mapema msikitini. Umejua haya, ukamwambia mwenzako falyaqul bihi, sema. Waman lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam, na mtu asojua masala ya dini asizungumze, waate wenye dini. Na tutakuja kuzungumza sheria na masharti ya mtu kutoa fatwa, lakini waatieni watu wa dini. Si masala sote leo katika mitandao, kwenye Facebook, kwenye kokote, huonekana kila mmoja comment utoa fatwa tu. Hiyo ni sawa? Hiyo ni nini? Hakuna ushabiki katika dini. Dini ni kusoma, na ikiwa hili ndilo ambalo la umma wa Uislamu, Waislamu hawataki kusoma, majahili. Hakuna watu wajinga kama Waislamu. Mimi ni mmoja ninaozungumza. Sisi ni wajinga kabisa katika maisha ya elimu. Tushajua kuswali Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, ameisha. Lakini masala ya dini lazima uyajue shekhi, na ikiwa hujui wafuate wajuzi wajua. Usitoe fatwa ambazo hazina miguu, hazina macho. Leo watu hutukua pesa, copy and paste, utuma tu kwenye mitandao, na ukimuuliza mtu maana yake hajui kamwe maana yake nini. Hani masala tumeaona sisi. Kwa hivyo jamanini, turudini kusoma dini ya Islamu. Kauli ya pili ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab asema, ittaqu ra'ya fi dinillah, ogopa rai katika dini ya Mwenyezi Mungu, kutoa rai zako.
mimi naona, mimi nasikia, mimi nafikiria, hakuna. Ittaqu ra'ya, ogopa rai fi dinillah, kutoa rai zako katika dini. Nenda katoe kwenye vikao vyako barazani, toa rai utakazo. Leo mtu asaga miraa atatoa rai ya dini, shaka akwambia hii ni shajaratul khuldi, paka miraa yatolewa fatwa kwa watu ambao hawakusoma. Mtu ashika miraa atafuna mugokaa, ukimwambia bwana kwa nini wala mugokaa na hizi vitu ambavyo hazifai katika sheria kula, akwambia hii ni shajaratul khuld. Hata hapo Adam mwenyewe alikula mti bwana, na Hawa akutolea fatwa. Hawa na Adam sababu ya kutolea peponi walikula mti. Wajua mti gani huo? Akutolea fatwa, mwambie sijui, akwambia ni miraa. Hoya kutolea fatwa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ni hatari kubwa ambayo imetukabili sisi Waislamu. Angalia Imamu Shafi. Imamu na Shafi rahmatullahi alayhi ni imam mujtahidun taqiyun salimun aql, amekuwa na sifa zote mpaka kuitwa mujtahidi, si mtu wa kawaida. Ni katika aima ambao ni imamu wa madhehebu, lakini asema ma aftaitu ahada qat, sikutoa fatwa kwa mtu yote kabisa, illa wa qultu fi nafsi, mpaka husema kwa nafsi yangu, Allahumma sallimni wa sallimhu, e Mola, hii fatwa niloitoa nisalimishe mimi kutokamana na hii fatwa mzuri, wasallimuhu, na umsalimishe yule aloitukua hii fatwa. Fa in aqta'tu faqad dhayya'tu dini wa dinahu, nikiwa nimekosea nisha itoeza dini yangu na dini yake huyo nilompa fatwa. Oni Imam Shafi. Leo watu sema Imam Shafi ni fasik, Imam Shafi mubtadi. Shaka uzito Imam Shafi uelewi shaka. Alipozaliwa tu Imam Shafi, jamaa wakasema mata sheikhun wa ulida sheikh, amekufa shekhe Abu Hanifa na amezaliwa shekhe ni Imam Shafi. Atabiriwa wakati amezaliwa na akawa ni shekhe wa madhhabi. Leo tumkubali Waislamu, ulimwengu mzima wamkubali Imam Shafi. Soma Imam Shafi tarikhi yake ndio uelewe kumtaja kwa ubaya, lakini anasema mimi sitoi fatwa kwa mtu yote ila katika nafsi yangu nasema Allahumma sallimni wa sallimhu, e Mola, kwa hii fatwa niloitoa basi ya Rabbi iangalie kwa jito la huruma. Kwa nini? Nitakapokuitweza ikiwa nimekosea katika hii fatwa, nishaitweza dini yangu, nimeidharau, nimeishusha, watu watakwenda kuelewa vibaya, na yule ambaye nilompa pia itakuwa ni vibaya, yasambaa kitu unachokitoa. Al-Imamu Al-Hasan Al-Basri asema la an yamuta rajulun jahilan, wallahi ni bora mtu kufa awe ni mjinga. Ni bora mtu kufa awe nani? Mjinga, hajui kitu. Khairun lahu, ni bora kwake min an yakula ma la ya'lam, kuliko kusema ambacho hakijui. Ni bora mtu afe hali ya kuwa ni mjinga kuliko kusema kitu ambacho hakijui. Angalia hali, kufa mjinga ni bora kuliko wewe kutoa fatwa ambazo huzijui, kwa sababu zitakudhuru maisha yako, sababu ile ulichokitoa chaendelea katika masala. Ndo mmoja katika kikumbuka wakati wa zama za mwenye Badawi, zama za mwenye Badawi Lamu, alimwata mke wake talaka ya kwanza, akamwata mke wake talaka ya pili, akamwata mke wake baadaye talaka ya tatu. Kawaida ukiwa umemwata mke wako talaka tatu, uruhusiwi tena kufanya nini? At-talaku marratani, sio paka mwisho. Talaka mara mbili, ya tatu kisha kuitoa hakuna tena regea. Talaka regea ni ya kwanza na pili, lakini ya tatu ndo kuisha mpaka aolewe tena. Akamwendea mwenye Badawi akamwambia, mimi nimemwata mke wangu talaka kwanza, kisha kakaa akamwata ya pili na ya tatu baadaye.
Je, kuna ndia ya kuingia na mimi nimrudie mke wangu? Mwenye Badawi kamjibu hakuna ndia mpaka aulewe. Lakini mwenye elimu ni bahari. Angalia wanazuoni wenye hikma na fatwa na wenye busara, akaambia ndio ukazama. Hiyo bahari ikaujukogelea utafanya nini? Utazama. Ndo sisi sasa tumezama katika mambo hali ya kuwa hatujui. Ibn Abi Layla rahimahullahu, tukimalizia, asema adaraktu 120 min al-ansari, niliwakuta ansari masahaba 120 min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika masahaba wa mtume. Ma minhum min rajulin yus'alu an shay'in illa wadda anna akhahu kafahu. Sikiza maneno mazito. Huyu Abi Layla alikutana na masahaba 120. Hata sisi mmoja tu hutosheleza kuliko masahaba 120. Asema ma minhum min rajulin, hakuna yoyote katika wao, yus'alu an shay'in, akaulizwa kuhusu mas'ala, kuhusu mas'ala, illa wadda anna akhahu kafahu, illa wadda, isipokuwa tamani anna akhahu kafahu, kwamba ndugu yake atamani kwamba ndugu yake ndio atosheleze kutokana na ile masala. Kila mmoja uhepa, ule bana atakufutia masala haya. Angalia hali za nini. Na hii tukimalizia kiswa ambao kwamba ni marefu haya, ni wakati ilipotokea kisa kwa Saidina Umar ambao mara nyingi tumekizungumza. Mwanamke aliyekwenda kumsingizia mwanamume amembaka, hali ikawa ni mzito. Mwanamke amekuja na ushahidi, surali yangu hii hapa ya ndani na athari ni hii hapa ya huyu alonifanyia. Saidina Umar akiangalia masala yamemtatiza, si kwamba hajui, lakini angalia watu hawatoi fatwa tu ovyo ovyo. Akamwambia nenda kwa Saidina Ali. Akaenda kwa Saidina Ali, akapata ufumbuzi, akaitia kwenye maji, akaiangalia na akaiona katika masala ya fatwa sio yote kujua. Akaangalia, akitia kwenye maji moto, akaiona imeiva kimandra, kimekuwa kimandra. Akajua haya simani, haya ni nini? Ni utewa wayai. Utajua wewe masala kama hujui. Kwa hivyo ajla'u ala alfutya, ajla'ukum ala alfutya ajla'ukum ala an-nar. Yule mwana mbele zaidi katika masala ya fatwa ndio mwana mbele zaidi kwa nyinyi katika moto wa jahannam. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza masala haya. Asema yule aliyokuwa mbele zaidi, kila kizungumza jambo akiambiwa utoa fatwa na ikawa ni fatwa ambayo ni khatia, ni makosa, basi yule ndiye mwana mbele zaidi siku ya kiyama kwenda katika moto wa jahannam. Ndugu zangu wa Islam, wallahi masala ya fatwa ni masala ni marefu sana, yatakano yazungumzwa kwa kina, na hivi tumezungumza kwa sababu ya kukatakata kuzungumza zile akwali bila kusherehesha kwa sababu ya wakati ambao hautupo nasi. Lakini tujueni Waislamu, masala kusema tuheshimuni rai zetu, hatuna rai. Kauli tutakazungumza sisi ni kwamba tuheshimuni msimamo wetu wa wanazuoni wetu, tumekubaliana na nyinyi. Tuheshimuni dini yetu inavyozungumza kuhusiana kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi na maneno ya wanazuoni, tumekubali ala rasi wal aini. Lakini huwezi kunambia wewe tushimuni rai zetu, wewe bado hujawa ni mtu wa kutoa rai, kwa sababu ikia aqwal ya sahaba, aqwali ya salafuna salih hazijamalizika mpaka leo katika kusomwa masala ya fatwa, wewe utafatwa ni kama nani? Kwa hivyo ndugu zanguni, tujaribuni katika masala ya fatwa, tuangalie ni kipi tunachokiangalia. Tusitoeni tu kukaa tukipijizia tu masala. Ama kuna tambia mwisho tukizungumza ni hii masala ya khilafu
mathala. Imam Shafi amesema hii yajuzu, huyu asema kwake yajibu ya lazimu, huyu mwingine amesema la yajuzu. Haya ni masala sampuli tatu. Yafaa kwamba yani masala jawazi kukubalika, kuna masala ya wajibu ambao mwanachuoni pengine amezungumza, kuna masala amekanusha sema hayafai masala kama haya. Huwezi hawa wanazuoni mmoja katika wao kwa mtia katika tani, ni makosa katika sheria kwa sababu yeye ni mujtahid. Wala usiseme kwamba maneno wanazuoni wanasema idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hapo haingiliani. Umseme Imam Shafi kwa sababu ameweka kunuti mathalan ni mubtadi. Kwa nini? Kwa sababu wewe umetegemea pale fulani. Ile hadithi ya Mtume alosema zala Rasulullah yaqutu hatta faraqa ad-dunya, hata ikiwa atakakuwa vipi wewe umeipinga juu kwa juu, kwa sababu wewe masala yako huapinga nini? Kunuti. Tusiweni namna hiyo jamani, tuangalieni msimamo. Wewe msimamo wako huleti kunuti na una adilla na umetegemea wanazuoni, tegemea faala wasala. Lakini na yule aliyetegemea kuleta kunuti muheshimu, kwa sababu na yeye ana adilla alozinini alozifuata. Haya ndio matatizo yaliyoko. Kulluna muftuna fi dini, sote sasa ni watoaji fatwa katika dini. Nasalullah salama, Mungu atulinde na atupe amani katika masala kama haya. Lakini tuenda kwenye mashimo mabaya, kwa sababu tutafika pahali mtu utoa talaka kisha akaambiwa talaka hii haikusihi. Mtu ametoa talaka kabisa, ati jamaa kwambia talaka hii, lakini ulimwata vipi? Nilimwata wajua ali nini, alifanya kama kuntukana mara moja na nikampiga talaka. Haisihi kwa sababu alikutukana. Sasa talaka atakaitoke vipi? Itoke huku nikicheka nikwambia mke wangu nimekuacha. Shaka jamani, tuangalieni. Ikiwa ni msimamo ya masala ya sheria, tuangalieni sheria. Ikiwa ni masala kidini dunia, kila mmoja avame kwenye dunia, lakini masala ya dini tusiteze shere, kwa sababu ni moto ambao wewe wajitakia. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tufanikishie ulimwengu wetu, na tujalie tanabuhi katika kusoma dini ya Mwenyezi Mungu, na tujalie tuwe ni wenye kufuata wanazuoni ambao walobobea katika fatwa. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri na manufaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.